22 nasema Warumi 16:22. Nani amefika pale? Nitachukua muda mchache tu. Mimi sipendi kuchukua muda mwingi, lakini mnisikize kwa makini. Nani amefika pale? Inasema soma 22. I, Tertius, who wrote this epistle, greet you in the Lord. I greet you in the Lord. I greet you in the Lord. Fungu katika Isaya 41 mlango wake wa 10. Ningeomba nipate msomaji, msomee na Kiswahili. Msomee na Kiswahili. Chukua hii chukua 41 mlango wa 10. Isaya 41 mlango wa 10. Kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu. Naam. Nitakusaidia. Naam. Nitakushika kwa mkono wa kushoto kwa haki yangu. Bwana asifiwe. Unajua mara nyingi vijana ni wajane kama mimi. Soma nami Mwanzo 24:58. Mimi sijapata mtu wa kwenda naye, bado niko single. Bwana asifiwe. Watu wengine wanafikiria akipoteza mpendwa, akipoteza rafiki ndiye hapo mjane. Sisi watu wote kama hatuna Mungu ni wajane. Bwana asifiwe. Lakini anasema kijana uliye hapa, mama uliyeachwa, mzee uliyeachwa, anasema ya kwamba nitakushika na mkono wangu, nitakutia nguvu na nitafanya nini kwa mkono wangu wako, na nitakupea nini? Haki. Bwana asifiwe. Hivyo mpendwa, rafiki pamoja nani, usiweze kuogopa, kwa sababu Bwana yuko pamoja na nani? Na wewe na mimi na sisi sote, uwe mtoto uwe kijana uliyeachwa. Najua mara nyingi vijana huwa wanafunzwa moyo, lakini wacha nikutie moyo ya mjane hapa. Umefika pale, nasema Mwanzo 24:58. Mwanzo ndio nilikuwa nawaambia, hata mimi sitapata wa kwenda naye. Bwana asifiwe. Inasema wakamwita Rebeka, wakamuuliza, je, utakwenda na mtu huyu? Akasema, nitakwenda. Bwana asifiwe. Hivyo vijana, sio kila mtu wa kwenda naye, aswa wanaume. Utaweza lazimisha msichana wa mtu na yuko tayari kwenda nawe. Kuna mwenye atakwenda na wewe hata kama hauchampea chochote. Bwana asifiwe. Sasa na mimi nikipata mwenye atakubali kuenda na yeye, sitaenda na yeye bado. Anasema aje? Somee katika Timotheo wa kwanza soma 5 mlango wa 5. Niwaambie basi, Mungu akikushika mkono, basi tumaini lako kama kijana mjane, kama mama mjane na mzee, unafaa kuweka tumaini wapi? Tuweke tumaini katika mwanadamu. Bwana asifiwe. Unayesikia anasema aje? Tuweke tumaini wapi? Kwa sababu yeye atatushika nini? Mkono. Soma 5:5 Timotheo wa kwanza. Nasema basi yeye aliye mjane kweli ameachwa peke yake, amemwekea amemwekea Mungu
Mungu tumaini lake, huyu amemwekea Mungu tumaini lake, naye adumu katika maombi na sala mchana na usiku. Bwana asifiwe. Hivyo mimi mjane nidumu katika maombi mchana na usiku, kwa sababu nimemwekea nini? Tumaini langu wapi? Kwa Bwana. Hizi sisi sote tuweke matumaini yetu katika nani? Katika Bwana, kwa sababu ameahidi usiogope, atakushika mkono. Bwana asifiwe. Soma nani katika Luka 12:37. Niko karibu kutamatisha. Hivyo wewe uliye mjane, jifundishe jambo moja. Ukitoka hapa ujue ya kwamba Mungu atakushika mkono, hivyo usiogope na atakulinda katika haki. Jambo la pili, ili amekuwekea tumaini, na wewe weka matumaini yako kwa nani? Kwa Mungu. Soma. Heri watumwa wale ambao bwana wao hajapo. 2:37. Pole. 2:37 Luka. Umesoma 12. 2:37. 2:37 Luka. Naye ni mjane wa miaka 84, aondoke katika hekalu, ama haondoki katika hekalu, ila huabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Ili huabudu katika hekalu usiku na mchana katika kuomba. Bwana asifiwe. Sasa kijana uliye hapa, dumu katika maombi. Mchana yoyote uliye hapa, katika njia yoyote, dumu katika maombi. Bwana asifiwe. Soma Zaburi 118. Soma mlango wa 8 na 9. Soma Zaburi 118. Nisomee mlango wa 8 na 9. Ni heri kumkimbilia Bwana, ni heri basi mimi kama kijana nimkimbilie nani? Bwana, kuliko kuwatumainia wanadamu. Wanadamu. Ni heri kumkimbilia Bwana, kuliko kuwatumainia wakuu. Bwana asifiwe. Hivyo kijana uliye hapa, mama uliye hapa, mzee uliye hapa, kama uko mjane kwa njia yoyote, kama uko single kwa njia yoyote, usimtumainie nani? Wanadamu. Bwana asifiwe. Mkitaka kuelewa zaidi shida ya kumtumainia mwanadamu, tafuta Testimonies Volume 1. Hapo sitasoma sana, hiyo ndio nisomee. Ukimbilia nani? Jambo la ngapi? Jambo la 3. Jambo la kwanza, usiogope, kwa sababu Mungu amefanya nini? Amekushika mkono. Jambo la pili, mchane kweli kweli, Mungu amemshika nini? Mkono. Aweke tumaini wapi? Jambo la 3, kumkimbilia nani? Bwana, kuliko kumtumainia nani? Wanadamu. Soma nani katika Waebrania, soma 13, soma mlango wa 5. Waebrania 13 mlango wa ngapi? Wa 5. Wapendwa marafiki, ndugu zangu na dada zangu, mkimbilie Bwana. Weka tumaini lako katika Bwana, kwa sababu
yeye hatakuacha, kwa sababu yeye amekushika mkono. Umefika pale, soma Miko 13:5. Msiwe na tabia ya kupenda fedha. Msiwe na tabia ya kupenda fedha. Mwe radhi na vivu mlivyo navyo. Uwe radhi na hivyo mlivyo navyo. Kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, Bwana asifiwe, sitakupungukia kabisa, wala sitakuacha kabisa. Bwana asifiwe. Ameahidi mara mbili, amekushika mkono, usiogope, usipende pesa. Mimi napenda pesa, nijiomba brother. Lakini mimi nikipata pesa, unajua watu wananisua sana mahali naenda. Nitanunua private jet na niende New York City. Bwana asifiwe. Msiwe na tabia ya kufanya nini? Kupenda fedha. Lakini mfanye nini? Umtumainie nani? Yesu Mungu. Na msimtumainie nani? Wakuu. Bwana asifiwe. Na msiweke matumaini katika pesa. Soma 6. Bado hata tuwadhubutu kusema ndiye anisaidiaye. Bwana ndiye anisaidiaye. Bwana asifiwe. Jambo la 4, Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa. Mwanadamu atanitendea nini? Bwana asifiwe. Unganisha fungu hilo na Zaburi 118:9-8. Nimesema Eli amkimbilia nani? Bwana. Na Eli amtumainia nani? Bwana kuliko nini? Wakuu. Kwa sababu Bwana ndiye anisaidiaye. Kijana, umesikia ulia hapa? Wacha kukimbia kwa wanadamu, kimbia kwa Mungu, ndiye atakusaidia. Kimbia kwa Mungu katika maandiko. Bwana asifiwe. Mchana na usiku umwambie. Bwana asifiwe. Fundisho rahisi. Wewe ndiye mjane hapa. Uwe kijana, uwe mzee, uwe mama, uwe mtoto, mkimbilie nani? Bwana. Weka tumaini lako wapi? Bwana. Usitumainie nani? Kwa sababu yeye ndiye akusaidiaye. Anisaidiaye. Nitatilia mkazo katika Zaburi 109:26. Usisome, andika uende ujisomee. Andika uende ujisomee. Mungu ndiye anisaidiaye. Hivyo nani atakusaidia? Kwa kufanya nini? Katika kuomba usiku na nini? Na mchana. Somee katika Kumbukumbu la Torati fungu la mwisho. Nisome kitu moja napenda sana. Kuna kitabu napenda za Sister White, Ministry of Healing. Help me in daily living. Chapter 40. Kumbukumbu la Torati, soma 31, soma 6 na 8. Ndamalizia hapo. Pointi moja tu. Sifundishani mafundisho marefu, ni kidogo tu. Bible study kwa uliza swali na tutasoma mengi. Bwana asifiwe. Kitaka kujua kwa nini sifundishe mafundisho marefu, tafuta testimony from one. Unajua watu wamependa mambo ya dunia sana kuliko mambo ya Mungu. Watu wanatafuta pesa usiku na mchana, hawarai. Sasa ukikuja Sabato nikikupilia mahubiri marefu, mimi nitaweza kukuchosha na utaweza nichukia bure. Sio mimi mbaya, ni pesa imekosa. Ndugu yangu, Bwana asifiwe. Hata mimi nahitaji pesa.
hakuna mwenye hitaji pesa, lakini chukua nafasi ya kwanza na muda mwingi utafuta nani? Bwana asifiwe. Umefika pale tu. Soma. Iweni hodari basi na moyo wa ushujaa, msiogope wala msihofu, kwa maana Bwana Mungu wako yeye ndiye anayekwenda pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha. Yaani usiogope, kuwa na moyo mkuu, moyo wa ushujaa, kwa sababu Bwana Mungu wako atakupungukia wala atakuacha. Bwana asifiwe. Kwa nini atakuacha? Kama ukutumaini na umkimbilie kwa usiku na mchana, au mtafuti katika maombi, au mtafuti katika maandiko, jinsi anavyokuzungumzia. Wanadamu ni kiumbe cha ajabu sana. Wewe unataka umzungumzie Mungu, lakini yeye hutaki akuzungumzie. Bwana asifiwe. Akikuzungumzia katika Biblia hutaki, lakini wewe unataka umzungumzie. Soma 8, Luka 8, hapo mahali Kumbukumbu la Torati 31 inasema, naye Bwana yeye ndiye atakaye kutangulia, naye Bwana atakutangulia, atakuwa pamoja nawe, hata kupungukia, hautapungukiwa, hata kupungukia wala kukuacha. Usiogope wala usifadhaike. Bwana asifiwe. Ndio ilikuwa fundisho ya siku ya leo. Sema, stand in your God-given personality. This message is called to all singles. Stand in your God-given. Simama katika nani? Mungu wenu ama Mungu gani? Anasema hivi, in your personality. Wewe kama nani? Wewe pekee. Anasema hivi, no other person is shadow. Sasa hii ndio shida imekuwa na watu wengi. Unataka kuwa kivuli cha mtu mwingine, wewe mwenyewe simama katika Mungu. Haya, anasema except that the Lord will work in by and through you. Ukubali Mungu atafanya kazi ndani yako. Na mwisho anasema hivi, let go your hand be laid upon the head of another. Bwana asifiwe. Hii ndio shida iko. Wacha mkono wako usiwe kama nani? Mwingine, ama weke mkono wako kwa mtu mwingine. Ndio nawaambia mtumaini. Mwisho anasema hivi, nor your soul run upon another's judgment. Wala nafsi yake isikuwe katika hukumu ya mtu mwingine. Mpendwa rafiki, pamoja kitabu hicho kikisoma vizuri, ambia Mungu shida yako. Ambia Mungu shida yako. Kama mimi siwezi kukuombea na kama huwezi kukuombea, hapo sijui tamsaidia. Ambia Mungu shida yako. Jambo lolote linalokusumbua katika maisha, ambia Mungu ataweza kulitatua. Sina mengi, huwa hivyo ni wakufunza. Sananya niko na mengi ya kunena, ni mengi sana. Simama na wimbo ule wa kufunga.